Yes, haligani mtazamaji wa M15 TV, karibu kwenye nambari 15. Hizi ni vitamins zinazohusiana na ladha halisi ya burudani ya mpira wa miguu. Hapa tunazungumzia masuala mazima ya mpira. Langu jina ni Jonas Jones, nyuma kamera Fabiroso, kipenzi mkandamizo. Hapa ndipo ambapo mahala data zilipolala. Hapa tunazungumzia masuala mazima ya usajili ndani ya klabu ya Simba, lakini ndani ya klabu ya Young Africans. Hizi ni timu zetu pendwa na mara zote ndio zinatuletea ile ladha halisi ya uandishi wa habari za michezo kwa maana ya content. Bwana, uko vizuri? Niko vizuri na heavyweight. Kabisa. Karibu bwana. Asante sana. Nyuma ya kamera Fabiroso mpenzi. Mtu hatari. Bwana, yako mengi sana kuzungumza kwenye uga wa michezo. Tuangazie kwanza usajili. Tuanze moja kwa moja kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba bwana. Moja kati ya timu ambayo kwa sasa hivi ina sintofahamu. Watu hawaelewi nini kinaendelea na klabu ya Simba. Usajili wanasikia tu mara huyu kaletwa, mara kuna baadhi ya wachezaji ambao pia wapo kwa ajili ya majaribio na vitu kama hivyo. Maswali ni mengi Dula. Watu wanajiuliza, Simba hapa ilipofikia ni kweli wanapaswa kuwa na wachezaji wa majaribio ndio ingie moja kwa moja kwenye timu? Unajua iko hivi, unajua mara nyingi Simba kwenye michuano ya Mapinduzi huwa ina utaratibu wa kuweza kuleta wachezaji na wanakuwa wanawatumia kwenye ile michuano ya Mapinduzi, na michuano ya Mapinduzi kiisha unaona na wale wachezaji wanaondoka. Na of course kuna baadhi ambao wamewahi kupata nafasi baada ya kufanya vizuri kwenye Mapinduzi Cup au kwenye majaribio kwa ujumla wake. Kwa mfano mchezaji ambaye namkumbuka aliwahi kupata nafasi kwenye Mapinduzi Cup ni pamoja na Tadeo Luanga, lakini mchezaji kama Nabi Kamara nakumbuka pia naye aliwahi kuwa kwenye majaribio kabla ya kupewa contract mwanzoni mwa msimu huu. Kwa hiyo inategemeana tu na kile kitu ambacho watakuja nacho hawa wachezaji ambao mpaka sasa hivi nilowaona mimi wako watatu, by the way. Wachezaji watatu ni Brighton Ukani wa Uganda ambaye ametoka katika kikosi cha KCCA pamoja na Chazi Ouma ambaye ametoka kwenye kikosi cha Kenya Police, amecheza na Bajabiri huyu. Pamoja na Baraka Mwangosi ambaye kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba atakuwa yupo kwenye sehemu ya kikosi cha vijana cha Simba kwa ajili ya kunolewa vizuri zaidi kabla ya kukop kwenye yale mazingira ya timu kubwa. Kwa hiyo na huyo Mwangosi ametoka Mbeya City. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa Simba kusema kwamba majaribio na nini sio jambo baya sana, lakini mimi naamini sana natamani kuona Simba inafanya kitu kikubwa sana. Yaani natamani sana wafanye usajili mzito. Yaani mimi binafsi natamani sana, kwa sababu unajua nitakuja deep zaidi, nitakueleza sehemu gani ambazo Simba wanafuatilia wachezaji nitakwambia. Lakini unajua nikifika kwenye maeneo ya mitaani hivi nikikutana na watu wana complain sana, unajua wanalalamika, wanaumia yani kutoka ndani yani, Simba vipi bwana, ongea na hivi ongea. Kuna watu wengine sijui wanaona mimi sijui ni nani, mimi nashindwa kuwasaidia, lakini mwisho wa siku mwenyekiti wa timu yani wananiona kama sometimes mechi Simba inaweza ikafungwa mimi ni kama mitusi. Unaona mtu ananishushia gazeti la mitusi, utafikiri mimi ndo mwenye timu. Of course mimi sio mwenye timu, lakini binafsi yangu naelewa maumivu yalivyo. Unajua sisi maskini furaha yetu ni mpira tu. Kwa hiyo timu inavyokuwa haifanyi vizuri tunakuwa tunaumia. Kwa hiyo natamani ifanye usajili strong. Sasa ngoja niambie kitu kimoja. Niambie. Simba inatafuta wachezaji, inatafuta mshambuliaji wa kati, inatafuta namba 10 mwingine, inatafuta fullback wa kushoto pamoja na beki wa kati. Simba hiyo wanne hao nimetaja. Nimetaja mshambuliaji namba 10, fullback wa kushoto na fullback na beki wa kati. Ndio watatu. Wanne hao. Wanne nafasi gani? Wanne. Maana yake mshambuliaji ndio namba 10. Ndio. Mshambuliaji na maanisha namba 9. Namba 9. Kiungo mshambuliaji namba 10. Ndio. Fullback wa kushoto pamoja na beki wa kati. Sawa. Simenelewa. Kwa hiyo wanne. Tayari sana. Sasa Simba ndio inatafuta wachezaji wanne na wanaendelea kuangalia uwezekano wa kuweza kupata hao sana namba 10 na mshambuliaji. Yaani haya maeneo wanatafuta sana wachezaji hapa. Na ukijaribu kuangalia hata kwenye hao wachezaji wa kufanyia majaribio, Brighton Ukani ni namba 10. Na aliwahi kufanya vizuri kwenye kipindi cha nyuma kidogo
kipindi yupo Vipers, kipindi yupo KCCA kabla ya kwenda Vipers. Kipindi yupo KCCA kuna msimu aliwahi kufanya vizuri sana, kipindi cha msimu 2022-23 ambako ndo alimaliza msimu na contribution na magoli 14, maana yake assist 7, goli 7. Kipindi kile alikuwa wa moto, lakini kipindi hichi kwa sasa hivi imagine hakuwa active zaidi ya miezi 9. Yani hakuwa active, yani hakuwa anacheza nini, afu ameingia kwenye mgogoro na klabu yake ya KCCA. Yani hachezi miezi 9. Yeah, miezi 9. Kwa hiyo nafikiri unapata picha kwamba ni mchezaji ambaye anaonekana kwamba yani sio ni kuelewesheje, lakini kumchukua mchezaji ambaye ni nani active sio ni kama ni jambo zuri. Alafu huyu Charles Auma naye nimemtizama nikaona ni mchezaji ambaye hana zile seme quality za ziada, tunasema extra quality kama kiungo wa kucheza top team kama Simba. Unatakiwa uwe na uwezo mkubwa pia kuzuia, unatakiwa uwe una uwezo wa kuzuia, lakini kuna baadhi ya vitu, kwa mfano tunaita ile, kwa mfano defensive box presence, yani kwamba kama timu yako inashambuliwa aidha kwa mipira ya kona, mipira ya set piece au nini, kiungo utakuwa uwepo pale kuruka, unamsaidia hata beki wako imemzidi wewe, lakini huyu hana mambo hayo. Ukisogea kwenye eneo la mbele, kwa mfano unaweza tukaita offensive box presence, yani kwamba sasa timu inashambulia labda kwa mipira ya kona au inataka kupiga indirect free kick, kiungo anatakiwa awepo kwenye ile line ya wachezaji ambao wanaenda kugombania mithili ya Alphonse Mabula. Tutatolee mfano of course design hiyo, au mfano kwa mfano ukitaka kutoa mfano wa popular zaidi ni kwa mfano wachezaji kama Rodri ambaye unaona offensively yupo pale ambako timu inamhitaji kuongeza nguvu, kuzuia pia anakuwepo. Yani design hana kupiga mashuti hawezi, na ndio maana haishangazi kuona hata unaweza ukastruggle kuweza kupata goli lake lolote. Kwa hiyo kama kiungo wa kucheza top team kama hiyo kama Simba utakuwa uwe na quality za ziada. Umeelewa? Nilikuwa nazungumza kwenye interview fulani nikasema hata Khalid Aucho kwenye ubora wake, yani seme ni mchezaji mzuri sana Khalid Aucho akiwa kwenye ubora wake, yani ni mchezaji mzuri sana lakini kwangu mimi siamini kwamba ana fit kucheza Simba Sports Club kwenye ubora wake, yani achana na sasa hivi Khalid Aucho akiwa kwenye ubora wake enzi hizo hafit kucheza yani Simba. Mimi naamini sasa hivi ama Simba, yani Simba yani top team kama Simba. Kwa sababu gani? Kwa sababu anakosa zile extra quality. Unajua anafanya, kuna vitu anavifanya ambavyo tunasema vipo ndani ya game yake, aina yake ya mchezo anavifanya kwa ubora mkubwa sana, lakini kuna vitu vingi kwenye game yake hana. Kwa mfano haya mambo nilokuambia, ku arrive kwenye box, kujaribu kushambulia mipira set piece, utamuona hapo Aucho. Labda Pacome kaweka mpira anataka kuattempt free kick, kwamba Khalid Aucho awepo kwenye box ajaribu kuishindania ili afunge, ndio tunaita ile offensive box presence yake haipo. Ku defend the same, yani of course anaweza akaonekana anaruka, lakini defensively Khalid Aucho naonaga ni mchezaji ambaye ana makosa mengi sana defensively, ambayo siwezi nikasema hivi. Kupiga mashuti hawezi. Kuna sehemu ambayo kiungo unafanya zile late runs, yani unachelewa kidogo kufika kwenye tukio ili ukutane na either rebound au vipas kutoka maeneo ya pembeni na nini, ujaribu kustrike na kufunga. Kafuatilie season bora ya Rodri, tunaita ile 2022-23 Ballon d'Or season ambayo alitoa Ballon d'Or. Angalia vitu alivyokuwa anafanya. Yani of course kwenye ukikuta ndani ya box unamkuta, nje ya box amekutana na mpira ameshuti chuma, mechi crucial anaamua. Yani hivyo vitu ambavyo huwezi ukavikuta kwa Khalid Aucho. Sasa mimi nikawa nasema Simba inapaswa kupata michezaji fulani, yani kuna aina fulani ya michezaji, yani sio inajua, yani sio inajua, yani ina mavitu mingi ya ziada kwenye game yake. Yani sio tu mchezaji mzuri, yani tusiishie kwenye mzuri. Yani mzuri wa nini? Yani mchezaji mzuri zaidi. Yani wachezaji wazuri, labda nikwambie kitu kimoja, wewe mchezaji mzuri unamjua. Kila mtu mchezaji mzuri anamjua. Issue inakuja, je, mchezaji huyu anafaa kufit Simba? Sio tu awe mzuri. Yani ndio ugumu unapokuja hapo. Sasa yani uichukue brand ya Simba, ukubwa wa Simba, then umlinganishe na mchezaji unayemleta. Wanaendana. Kwa maana hiyo Heavyweight unamaanisha kwamba hawa wachezaji ambao wanakuja kwa majaribio ndani ya Simba ni kama vile uongozi haujafikiria in deep kuhusiana na namna ambavyo timu yao jina ni kubwa, brand ni kubwa, na kulinganisha na aina ya wachezaji ambao wanakuja.
Kwa mfano hao wanaokuja kwenye majaribio mimi siwezi nikatoa hukumu kwa sababu mimi naamini hawajaletwa ili wasajiliwe. By the way, mimi naamini tu wamekuja ku take part tu kwenye mapinduzi na nini, kwa sababu ishawahi kutokea hata Sharafu Eldin yule alishawahi kuja kwenye mapinduzi nafikiri mwaka jana. Kwa hiyo inawezekana na hao ikawa hivyo, lakini wanahusishwa sana hawa na masuala mazima ya usajili. Ndio sasa wamekuja, yani kwa mfano kama hivyo wameonekana wamevaa jezi za Simba na nini, wako kwenye benchi, lazima watahusishwa. Lakini mimi nachoamini mimi hawa hawapo kwenye mipango, kwa sababu kwanza ndio tunarudi kule, yani kuna michezaji ya kucheza Simba, yani jitu naona hili sasa ni exceptional. Yani kama nilikiungo kweli, yani linapiga pasi, linakaba, linarudi kudefend, linapiga mashuti, linajua kukokota mpira, linajua kukaa na mali, lina dominate eneo lake hivyo. Unaona masifa yote haya, yani hao masifa yote uyapate ndani ya kiungo mmoja. Umeelewa? Sasa kuna vitu, yani binafsi yangu nikija nikisikiliza bana Mohamed Dewji anatoa bilioni 6 za usajili kwa mwaka, nikija nikasikiliza huku mara mchezaji huyu kachukuliwa hivyo free agent, yani kuna vitu vinanichanganya hapa katikati, yani nashindwa kuelewa nisimame vipi. Nini bilioni 6 kwenye usajili ni hela nyingi sana, mara mchezaji wa mkopo, mchezaji huyu mara, yani kuna vitu yani hivyo. Lakini mimi yani of course mimi mwenyewe kuna wachezaji nikiona wana maingizo yao yanakuja huwa naona nasikitika. Muda mwingine ndio hivyo, lakini utafanyaje? Everett ni miongoni mwa wachambuzi ambao kwa sasa mmekuwa mkipredict wachezaji, majina yao yanakuwa ni makubwa sana. Mara nyingi nilipita kwenye peji yako ya Instagram, unazungumza mengi sana kuhusiana na wachezaji, lakini baadaye unamhusisha kuja Simba na kushauri vitu kama hivyo. Baadaye unasikia kasajiliwa USM Alger, kasajiliwa Wydad. Hii inatoka dola. Natamani kufahamu mimi pamoja na watazamaji wangu hapa M15 TV, watu wanatamani kufahamu jicho lako ni kubwa kiasi gani, na ni kwa nini wachezaji ambao wewe unawataja huwa wanachukuliwa vilabu vingine na si hapa ambapo unakuwa umepalenga zaidi? Kwanza, jambo la kwanza, unajua mimi nikija kidogo, mimi Muislamu, kwenye dini tunajua kuna kisa kimoja cha Nabii Musa na Al-Khidri. Nabii Musa alikuwa anaamini yeye ana elimu zaidi, akaambiwa nenda katika muunganiko wa mito miwili kuna mwamba anaitwa Al-Khidri, huyu ana elimu zaidi yako. Unajua ile kwamba sitaki kuzungumzia hicho kisa, lakini najaribu tu kukinini, kwa sababu kwamba wewe usihisi kwamba unajua kila kitu. Muda mwingine unaweza kukutana na mtu ana uwezo wa kuongeza katika kile kitu ambacho tayari unakijua, akakuongezea kitu. Kwa hiyo mimi ndo nilipoanziaga hapo. Mimi napenda mpira, jambo la kwanza. Si mpira nikisema napenda, manake nafuatilia mechi za Champions League, nafuatilia mechi za shirikisho, nafuatilia mechi ligi mbalimbali. Imagine mimi mpaka ligi ya Mauritania huwa natizama, naangalia. Of course, yani sio naweza nikakwambia siangalie yote, lakini kuna ligi huwa wanarusha mechi live kabisa Facebook. Live kabisa, mechi zinarushwa Facebook live, full match huwa naangalia kwa mfano. Kwa hiyo michuano ya CHAN huwa naangalia, na nikiona mchezaji mzuri na mnoti, alafu baadaye huwa nakuja, ningekuja na daftari langu ningekuonyesha wachezaji huwa na wa classify. Huyu ni kiungo sawa, sio viungo wote nitawaweka sehemu A. Viungo wenye sifa 1 2 3 4 5 nawaweka hapa. Viungo wenye sifa 2 3 4 5 nawaweka hapa. Viungo wenye sifa 1 2, yani nawatenganisha. Kwa hiyo naangalia bana, huyu mzuri kwenye kitu gani naweka huku, mzuri kwenye kitu gani naweka. Na ndio maana leo hii sawa, Maruf Shakei anasajiliwa na Yanga msimu huu dirisha dogo. Mimi nimemzungumzia Maruf Shakei 2022 yuko Vita Club. Unajua nilimzungumzia vipi? Nilimzungumzia mimi, aliniuliza swali Lutengano sasa hivi yupo Bongo FM. Anauliza swali bana, Dula, kuna kipindi Simba itakosa huduma ya chama, unaiona wapi Simba ikikosa huduma ya chama? Lute ananiuliza hivyo 2022. Nikamuelekeza, nikamwambia of course mfumo unaweza ukabadilika kulingana na wachezaji watakao kuwepo kwa muda huo. Timu sio lazima itengeneze mashambulizi kupitia katikati, inaweza kutengeneza mashambulizi kupitia pembeni na nini. Lakini nikaja na pendekezo, nikasema lakini kuna wachezaji wanaweza at least kuofa kile kitu ambacho chama anakiofa, ingawa sio kama chama, lakini at least wanaweza wana uwezo wa kuofa. Kwa hiyo nikampendekeza nani? Maruf Shakei. Nikasema waende Vita Club pale, kuna mchezaji anaitwa Maruf Shakei
ana uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi na kufunga mabao. Nikatoa statistics zake kwa kipindi kile, alikuwa na assist 13 akiwa na Vita Club na mabao 11. 8 katika hayo anapiga free kick. Nikaelezea huyu anapiga free kick ni balaa bovu. Nikaelezea leo hii Chama anahusishwa kurudi Simba na maana pengo lake bado halijazibwa. Maruf Shakei ambao nimemzungumzia kama mbadala wake anaenda Yanga. Manake Mohamed Damaro Kamara nimemzungumzia kaenda Yanga. Kwa hiyo nafurahi kwa sababu pia ni kitu ambacho mimi nikiona mchezaji kama hivyo nimempendekeza, baadaye nikaja nikaona amekuja kupiga hatua kubwa kwenye karia yake. Nafurahia sana kwenye hivyo, nikiona mazingira kama hayo nafurahia. Yeah. Dula, jambo jingine natamani kufahamu hapa, Simba Sports ni tunaweza tukazungumza kwa sasa hawana jicho bora la usajili? Hapana ndugu yangu, Simba wana katika timu ambayo nisikudanganye, katika timu ambayo inaongoza kwa kuona wachezaji wazuri Tanzania hapa, Simba Sports Club. Kuna tofauti kati ya kuwaona na kusajili. Of course, yani kumuona mchezaji, kumuidentify huyu mchezaji mzuri, hilo ni jambo moja. Kumsajili inakuwa ni jambo jingine, kwa sababu kuna mambo ya negotiation yanakuja hapo. Umeelewa? Kuna vilabu vingine vinamtaka huyo mchezaji. Kuna mambo mengi huwa yanatokea ambayo baadaye yanaenda kuaffect ile movement ya mchezaji kutoka timu husika kuja. Mimi nakwambia kuna wachezaji Simba washawahi kumuona Mola Isila ameenda kuspendi career yake baada ya kutoka Horoya kule Ureno, na alikuwa anaanza kwenye kikosi cha FC Aruka. Umeelewa? Imagine wamemuona mchezaji kama yule, ingawa hawakumpata kwa sababu ndio imekuja dili la Morocco na vitu kama hivyo, na maanisha ya Ureno, watu wakapita naye. Umeelewa? Lakini kuna wachezaji wengi ambao Simba imekuwa ikiwaona, ingawa wanashindwa kufinalize deal kwa sababu wale wachezaji wanakuwa wanakuwa baadaye wana vipaumbele vyao vikubwa zaidi pengine kuliko kwenda Simba. Lakini wanawaona sasa, wanavyokuwa washamu identify mchezaji huyu hapa tunataka kumchukua, unakuta sometimes na vilabu vingine hata hapa nchini vinamtaka huyo. Unakuta sometimes Yanga wanataka kwenda kumchukua mchezaji huyo. Kwa hiyo hivyo, lakini ukiniambia hawaoni wachezaji nitakataa, wanawaona, ila sometimes madili yanakuwa hayaendi inavyotaka. Wewe hata kipindi cha usajili fuatilia, Simba wanahusishwa na wachezaji wakubwa sana. Wengi sana wakubwa. Inaweza kuja kubadilisha eneo kubwa sana kwenye safu ya ushambuliaji. Katoka alikuwa Vipers kipindi Simba wanamtaka. Vipers ni hapo tu. Uganda tu. Lakini wamemuona kwamba huyu mchezaji anaweza kwa mfano sasa hivi wanahusishwa na Chikumbutso Salima kutoka Malawi. Ana form bora sana, imagine. Amefunga goli 11 na assist 9. Japokuwa nimeona maandiko mengi yanasema amefunga goli 15 na assist 13. Sio kweli. Amefunga goli 11 na assist 9. Si umeelewa vizuri? Wala hajafikisha hizo assist 15, lakini yuko kwenye form bora. Imagine amecontribute mabao 22 katika mabao 56 ambayo timu yake imefunga. 22. Na ni winga, sio mshambuliaji wa kati. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kitu, na Simba wamemuona na wanahusishwa naye sasa hivi. Kwa hiyo sio kwamba hamna, ina watu wana jicho zuri tu sana. Kinawafelisha kukamilisha hizi deal sasa, maana vilio vimekuwa ni vingi. Dula, wakati tunafungua hapo umesema kwamba hata ukipita mitaani watu wanakuona, Dula vipi, waambie viongozi, watu wanaona kama vile wewe ni sehemu ya uongozi wa Simba. Watu wanajuaga eti mimi sijui wananionaga sijui mimi ni nani sijui, labda ndugu yake Chiko. Ila labda ngombe kitu kimoja, unajua huwezi ukajua nini kinafelisha kama haupo kwenye system, kama haupo ndani ya uongozi wenyewe. Wao ndo wanajua kwa nini mambo yanafika. Unajua unajua muda mwingine unakuta mtu anakaa kwenye mtandao anakwambia bwana viongozi wafanye kazi hivi, viongozi wao. Lakini hajui, yani katika maisha yake hajawahi kuwa hata kiranja wa darasani hajawahi. Kwa hajui chochote kuhusu uongozi. Yaani ni kucomplain. Sasa mimi sio mtu wa hivyo. Mimi naamini viongozi wao pengine wanaumia kuliko hata mashabiki. Lakini tu kuna changamoto za kiuongozi ambazo watu ambao sio viongozi au hawajawahi kushika na nyadhifa yoyote kwenye uongozi wowote kwenye mpira wasio wanavijua. Umeelewa? Lakini mchezaji huwezi ukamshikia bastola asaini. Umeelewa? Na mchezaji kama ni mzuri, manake vilabu vingi vitamhitaji. Utakuja Raja, itakuja nani.
Na hata ukiwa na mchezaji mzuri ndani yako, ndani ya klabu yako pia haupo safe vile vile. Zinaweza zikaja timu kubwa na zikataka kufeed kwenye timu yako hiyo hiyo na mchezaji wako mzuri. Sasa hivi Jean Chaza huwa anahusishwa na Raja Casablanca. Sio, unaelewa? Sasa hapo utafanyaje? Kwa hiyo ndio hivyo. Na ukishakuwa na timu ambayo kwa mfano inakuwa waoga kwenye kuachia mchezaji, pengine wanahofia ubora wao kwenye kumrecruit kupata mchezaji kama yule, ndio unakuta timu kama Yanga mchezaji wanamng'ang'ania tena. Hatumuuzi bwana, kwa sababu wanahofia wanaweza wasipate kama yule. Ndio mambo ya kina Mzizi ya kina nane, lakini Simba wanamuacha sababu wanaamini yes, huyu tukipata hii pesa tutaweza kutafuta mchezaji mwingine. Sometimes ina work out, sometimes ina fail, inawezekana. Mchezaji bora anayekuja bado haonyeshi kile ambacho kama anakuwa amekitoa, hata aina usajili ambao unafanyika pia Dula. Baadhi ya watu wanalalamika kwamba mnaondoa mchezaji mzuri, mnaleta mchezaji wa kawaida. Ni kama vile wanakuwa wana beti wakati wa usajili. Of course usajili ni betting, hiyo inajulikana, lakini inakuwa riski zaidi pale ambapo utaufanya kiolela olela. Umeelewa? Mimi huwa napendaga kuzungumza vitu, watu wanabidi waelewe kitu kimoja. Jua kwa mfano kama mimi naweza ngasema bwana, kuna mchezaji fulani huyu hapa. Mimi niko tofauti na wengi kwa sababu ukienda Twitter, ukienda sijui wapi, ukienda kipindi cha usajili kikifika, kuna mchezaji anacheza Angola Petro anaitwa fulani. Ana kiungo namba 6 mzuri, anakaba zote, anapiga pasi sio nini. Mimi sipo hivyo. Mimi ukiona nimempoint mchezaji fulani, nitaanza kurudi nyuma kukuelezea, labda kwa mfano huyu mchezaji natamani kumuona anasajiliwa Simba, nitaelezea kwa nini. Kwa sababu Simba ina 1 2 3 4. Tatizo hili linasababishwa na 1 2 3 4. Mchezaji huyu ana sifa 1 2 3 4, akiingia hapa ataleta 1 2 3 4, timu itacheza 1 2 3 4. Lakini unakuta huyu mchezaji sio nini, mchezaji nini mzuri. Mwingine anatoka YouTube, anaangalia comps, anakuja kuna mchezaji fulani mfuatilia anaitwa fulani. Wewe umemwangalia YouTube tu. Lakini ukiingia kwenye hii issue utagundua kuna kitu kinaitwa player profiling. Kila siku nakizungumzia. Player profiling and visualization. Yaani maana yake hii inahusiana na kutizama kwanza huyo mchezaji ana sifa zipi. Kisha una coordinate na kile kitu ambacho unahitaji kwenye timu unaotaka kumpeleka. Unaangalia hiyo timu ina sifa zipi, ina mapungufu yapi, inahitaji nini, una coordinate na kile kitu ambacho mchezaji anakiofa. Je, kinaingiliana na kile kitu ambacho ile timu inahitaji? Alafu visualization ndo zile data. Mfano graph zile bana, anapiga pasi, progressive passes percentage, sijui progressive nini, progressive carries, sijui forward passes, chances creation, defensive actions, sijui nini, graphics. Hamna graphics yale yanakuwa yanaonyesha ile, ndo tunaita visualization. Zile characters za mchezaji kwa data ndo visualization. Sasa ukisha combine, ukishapata majibu, ndo zile data zinacheza. Hii timu inatengeneza nafasi sana labda, lakini chances hazitumiki, kwa anahitajika mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kuconvert chances ya mwenye sifa hii na hii na hii, ana operate maeneo haya na haya, una coordinate. Sasa hiyo sio kazi rahisi. Sio kazi ya kusema tu kuna mchezaji fulani mchukue mweke. Alafu na malizeti Baraji pia mjini. Ndio maana ndio wanakuja hao wachezaji wakina Yekua, wakina Dumbia, wakina nani wanakuja hapa, wanafeli, wanaondoka zao. Kwa sababu huja coordinate timu yako inataka nini. Unajua muda mwingine hata ukiwa unapika standard, ukiwa unapika wewe huwezi kutumia viungo vyovyote tu. Wewe kiungo cha pilau umetia kwenye mchuzi, umechukua kiungo cha mchuzi umekitia kwenye pilau. Sasa hapo utatoa pilau, utatoa boko. Kwa hiyo muda mwingine hata unavyosajili unatengeneza ramani yako. Nikimchukua mchezaji huyu nikimweka hapa kutokana na sifa zake, na sifa 1 2 3 4. Kwa hiyo natakiwa nipate mchezaji mwenye sifa hii ili wa coordinate vizuri. Sielewa. Sasa mtu anachukua tu bana, lete mimi nataka central midfielder. Unaletewa tu central midfielder 1 2 4. Okay, wewe unaona bora yupi hapa? Bora huyu. Ana hata naeletewa pia na kuchapa. Sasa sasa hapo utakwenda unarudi kwenye betting tu vile vile. Bwana Dula, kabla tujahama kwa upande wa Simba, tumalize na hili. Clatous Chota Chama umemzungumzia hapa, anahusishwa sana kwa asilimia kubwa sana kurejea ndani ya klabu ya Simba. Kama deal hii itakamilika, ni kweli viongozi wa Simba mfika mwisho katika uwezo wa kufikiri na kutafuta wachezaji wengine wazuri, ama Chama ni bora, ni usajili bora
ndani ya Simba kipindi cha miaka 10? Kwanza Chama ni usajili bora. Mimi nafikiri Chama ni mchezaji ambaye ni icon, yani ni mchezaji ambaye naweza nikasema ni ukiweka tuzo ya kutafuta mchezaji bora wa kigeni wa muda wote kucheza ligi kuu katika vitabu, lazima Chama awe miongoni mwao. Umeelewa? Yani lazima, yani utaweka listi yako, lakini uwe lazima awe. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mara nyingine hizo zinakuwa ni pressure za mashabiki tu wenyewe, sababu na mimi shabiki na appreciate na muelewa, kwa sababu yeye hahitaji kujua mambo ya kiufundi bwana. Yeye anahitaji kuona timu inashinda ya mambo. Sasa akishaona, unajua mshabiki naye anahoja. Sasa wewe mfano timu toka kaondoka Chama haina mchezaji kama Chama, sasa tufanyaje? Sasa bora arudi Chama. Of course ana haki ya kusema hivyo. Hilo ni tatizo la uongozi ama yani ana haki ya kusema hivyo, na mara nyingine unajua Chama ni kama syndrome, yani kama kushadungwa, yani kama kudungwa, yani kwamba ashaibeba, yani kuna vitu ashavifanya, yani kwa hiyo ni ngumu mashabiki kumtoa. Kwa hiyo na maana hata viongozi pia kuna baadhi ile syndrome imewaingia kwamba Chama na nini, lakini mimi binafsi yangu naamini muda wake umeshaisha. Maana wachezaji kisayansi, wachezaji wana muda wao. Unajua unavyo turn 30s, maana yake kuna vitu vingi vinapungua. Nilikuwa naeleza kwa mfano fast twitch muscle fibers ambazo zinahusiana na zile daily activities ambazo zinahusisha matumizi ya nguvu, kubeba vitu vizito, kukimbia, kusprint na vitu kama hivyo, zinashuka nguvu ambayo inampelekea mchezaji kupungua spidi yake pamoja na maamuzi. Lakini vile vile kuna mambo ya VO2 ambayo inahusiana na aerobic capacity, uwezo wa mwili kugain oxygen pale unapofanya mazoezi magumu na nini, au unapofanya activities ambazo zinauchosha mwili, yani ule uwezo wake wa kugain oxygen unashuka. Kwa hiyo mchezaji anakuwa anawahi sana kuchoka, alafu anashindwa kufanya marejeo ya matendo. Kwamba akisha sprint mara moja, akishakimbia, kwa sprint maana yake ni kukimbia kwa spidi kubwa katika eneo fupi. Labda umedribble mpira umeufanya pia, alafu unakimbia umesprint pale. Kurudia pale inakuwa changamoto kama umeshatani kuanzia 30s kwenda mbele. Lakini watu wabidi waelewe kitu kimoja, sababu watu watachelewa, mbona kuna kina Luka Modric, kuna kina nani. Hii inategemea na factors mbalimbali, ikiwemo quality ya mazoezi ya mchezaji husika, lifestyle yake, genetics. Huwezi kuacha genetics, pamoja na vitu vingine kama hivyo. Vinaweza vikamfanya mchezaji akacheza mpaka tuseme early 40s hivyo, wakina Cristiano, wakina Luka Modric wanaonekana hivyo. Kwa hiyo ni nado, lakini wale pia kuna vitu vingi wanapunguza kwenye game yao, kwa sababu mchezaji anapokuwa ameturn 30s, maana yake game intelligence yake inakuwa kubwa. Yani anakuwa sawa, hawezi kukimbia nini, lakini uelewa wake wa game unakuwa maradufu kuliko alivyokuwa mid 20s. Unaweza kumzungumzia kwenye kati ya miaka 25 kupanda mpaka 30, si ndio? Sio sawa na mchezaji ambaye yuko kwenye 30s, uelewa wake wa mpira ni mkubwa, na ndio maana wengi wanakuwa wanapewa ukapteni na nini, kwa sababu wanaweza kuona vitu vingi ambavyo wachezaji hawa kawaida wanashindwa kuviona, ingawa wao. Ila changamoto inakuja sasa kile kwenye fikra zake kwenye kichwa kuihamisha kwenye matendo. Kwamba sawa, nataka nikimbie, nifanye hichi na hichi na hichi, lakini mwili nao muda mwingine unakinzana na mawazo yao, ndio maana inakuwa hivyo. Lakini mimi kwa Chama naamini Simba walipaswa kutafuta mbadala wake muda mrefu sana. Yaani imagine tu mimi ambaye sijawahi kuwa hata kiongozi wa mpira, sijawahi kuhusika, nimeanza kuelezea masuala ya kutafuta mbadala wa Chama 2021 huko. 2022 napata nafasi ya kuhojiwa na media hizi, nazungumzia mbadala wa Chama atafutwe mapema, aidha wa kucompete kumpa ushindani Chama, au wa kwenda kumrival kabisa kuchukua namba. Lakini sasa hii ni 2026, imagine 4 years nyuma. Kwa hiyo muda mwingine timu zinapokuwa kwenye kiwango kizuri ndio zinatakiwa ziumize kichwa zaidi kuliko zikiwa kwenye kiwango kibovu. Yaani ikiwa kwenye kiwango kizuri utakuwa uumize kichwa, sasa hichi kiwango kizuri kisinihadae. Timu yangu nataka niiboreshe, niwe na timu baada ya hii, niwe na timu nyingine nzuri zaidi ya hii.